Je, wewe unayenisikiliza, wewe unayeniangalia ni mwanamke na ungependa ama ungetamani kumpagawisha mwanamume wako ama mpenzi wako kwa kumpiga mnyonyo uume wake kwa ufasaha? Naanza kukupatia, manake siri huwa ni 3 tu, hamna mengine. Hakuna malaika atakuja kukwambia kwamba fanya hivi. Hapana, ni mimi tu hapa ndani ya unyagoni. Msikilizaji, siri huwa ni 3, na siri ya kwanza ni kuwa na mate ya kutosha. Hiyo ndio siri ya kwanza kama unataka kupiga mnyonyo uume wa mwanamume wako, kwa sababu kwanza utaanza kuichezea mboga ya mwanamume wako kwa vidole mpaka isimame. That is, kama unajua, kama vile unapeleka gari unabadilisha gear. Sasa vile vile, kwa sababu ndio unataka kumleta iwe kwa sababu labda ameingia chumbani na bado uume wake haujasimama. So wewe kama mwanamke utatumia mikono yako, utatumia ubunifu wako wote ili kuhakikisha uume kwanza umesimama. Kama utautumia ule uume kama gear ya gari, unapeleka kushoto, kulia, upande na upande mpaka uone kabisa uume umesimama. Baada ya hapo kuna ile tundu kwenye ncha ya ulimi ilambe. Kuna tofauti ya kupiga mnyonyo na kuilamba. Sasa wewe lamba ile tundu kwa ncha ya ulimi, zungusha ulimi wako pale juu, kisha utaendelea kuilamba kile kichwa cha uume wa mwanamume wako kwa bapa la ulimi. Ncha ya ulimi ni hapa, alafu bapa la ulimi ni the whole tongue. Sawa? Baada ya hapo sasa unakiingiza chote mdomoni. Sasa hapa kwenye siri ya pili ambayo unafaa sasa katika kuigusa kwa meno. Wewe unamjua kibogoyo? Kibogoyo hana meno. Sasa mimi nataka kwenye kutumia bapa lako la ulimi, kwa sababu ukisema unatumia bapa la ulimi inamaanisha uume wa mwanamume wako wote utakuwa uko mdomoni. Sasa hapa ndio wanawake wengi wanakosea, kwa sababu wanatumia meno, na kitu ambacho hufai kukitumia wala mwanamume wako kukisikia ni hayo meno. Sasa siri ya pili ni kwamba meno yasiguse uume. Sawa? Mboga ama uume wa mwanamume wako unanyonywa kwa kutumia lips, mate na ulimi. Basi akifika kabisa kutumia meno, yani marufuku, mamnuu kutumia meno, unafaa kufinika meno yako kwa kutumia lips zako ili kuzuia meno yasigusane na uume wa mwanamume wako. Kwa sababu ukikwaruza tu, yani meno yako ya kwaruzane na uume wa mwanamume wako, itakuwa yani umeharibu ile burudani ambayo inaendelea pale. Zoezi zima itakuwa sio starehe tena, lakini ni karaha. Lakini meno yako ukiyafinika vizuri, trust me, inamfanya huyo mwanamume ajisikie kama anagusa. Anajisikia yani yuko katika dunia nyingine. Anajisikia ni kama anagusa mbingu. Wewe uogopi. If only unajua kutumia ulimi, mate na lips. Sawa? Na wakati unafanya haya yote, msikilizaji, unahakikisha kwamba kinywa chako hakikauki mate. Hayo mate utayapakaza kwenye uume wa mwanamume wako,
kwa kuyasambaza kutumia ulimi. Sawa Alafu kichwa sasa cha mboga, kichwa cha uume wa mwanamume wako ukishauingiza mdomoni, sasa anza kufyoza kwa kutumia lips na ulimi. Sasa hapa ndio zoezi linaanza rasmi. Unajua kumumunya peremende ama pipi kama vile lollipop, unasonda, unafanya kuimumunya. Sasa lile zoezi ambalo huwa unasonda ama kunyonya peremende, hilo zoezi ndio linalohitajika hapa. Kwa hivyo unajitahidi sana mdomo usiwe mkavu. Hakikisha unashusha mate ya kutosha. Utamu wa pipi ni mate, na utamu wa kunyonya uume wa mwanamume wako ni mate vile vile. Vuta kichwa cha uume wa mwanamume wako kwa lips, kisha achia. Sawa unakivuta, unaachia pole pole, kwa sababu wewe hapo ndo una take control. Kwa hivyo zoezi hilo unahitaji wakati, kwa hivyo usiwe na haraka. Yaani hata ikibidi katika ile hali ya kulipiga mnyonyo, toa mpaka sauti kama unambusu vile. Toa hizo sauti. Unapiga mnyonyo mara inasikika, hizo zote toa. Siri ya 3, msikilizaji, unashika mapumbu yake. Sawa Sasa wewe ukiendelea na lile zoezi kwa utaratibu, vidole vyako navyo vinashuka chini, vikishika zile pumbu zake kwa utaratibu. Na kama una kucha za wastani, unatumia zile kucha kuzikuna zile pumbu. Zoezi hili linahitaji umakini mno. Unahitaji kuwa taratibu, unahitaji kuwa very slow, unahitaji kuwa very very tender, kwa sababu zile ni rasilimali za mtoto wa mama mkwe. Amekuamini, amekuachia uzichezee, kwa hivyo na wewe uzichezee kwa ufasaha. Sawa So unazikuna kidogo zile pumbu za mwanamume wako pole pole, ili kukamilisha zoezi zima. Ukiweza pia zipige mnyonyo hizo pumbu za kwako, zitie mdomoni, zipige mnyonyo. Yaani wewe unajua kula mabuyu. Sasa ukijua kula mabuyu, basi hapa pia zile pumbu unafaa kuzipiga mnyonyo kama vile ambavyo unasonda mabuyu. So ukiwa unanyonya pumbu za mwanamume wako, haimaanishi kwamba mikono nayo iko idle. Kumbuka mikono ipo kwenye uume. You serving 2 masters at a time. Kwa hivyo inafanya kazi kwa kugusa ule uume wa mwanamume wako. Utaendelea kuyapiga mnyonyo, kisha unajua ni utundu fulani hivi unahitajika hapo. Unafaa kuwa utundu. Mapenzi wanasema ni uchafu. Kwa hivyo wewe uchafu wote unaofikiria wewe ufanye pale. Kama ni kuyapuliza, mpulize apate kusikia kile ka ubaridi fulani vile, kipepeo ile ya mara ushatumia mate, umetoa kama koozi, unalimwagia kwenye uume wa mwanamume wako tu. Umeelewa Mwanamke utundu. Na utundu huu unaweza kumfanya ama ukaufanya ukiwa upo kwenye siku zako, kwa sababu unajua kama mwanamke, of course wanawake wote wanaingia kwenye siku zao, kando na wale ambao wameshafika menopause. Kwa hivyo ukijua kuuchezea uume wa mwanamume wako, basi unaweza kumridhisha hata ule wakati wewe upo kwenye siku zako. I think hiyo ni topic nyingine ambayo nitakuja kuizungumzia kuhusiana na vile utakavyomridhisha mwanamume wako siku ukiwa kwenye siku zako. Sawa
hakikisha kwamba unatema mate, unatema makozi, unaramba, unapiga mnyonyo, shuka chini kwenye ile korodani. Sawa, kuna mstari mwingine mgumu pale. Ukimpiga mnyonyo vizuri, kuna sauti atatoa, na hiyo sauti itathibitisha kwamba kweli zoezi unalijua, unalifanya kwa ufasaha na anafurahia. Sio mara kidogo umemtia meno mtoto wa watu anapujuka, haipendezi. Ila narudia tena, usafi ni muhimu sana. Usije kuona mipumbu yanatoa unga wa ngano ukajitia kuyapiga mnyonyo. Sio pumbu zinanuka grisi ya gereji ukaendelea kupiga mnyonyo, kisa na maana mimi Mashbebi nimekuambia upige mnyonyo. Utakuja kufa na fungus wewe, utashikwa na fungus za midomo. Usafi ni muhimu, na ndio maana unashauriwa uoge kabla ya kuanza gemu. Tatizo la uchafu sio wanaume tu, nazungumza hili la usafi mpaka kwa wewe mwanamke, kwa sababu utapata kweli mwanamke anataka kupigwa mnyonyo kwenye kei yake, lakini kei inatoa mnuko, kei inatoa harufu mbaya, kei inanuka kama uporo wa juzi. Shangazi, ushtuki.